Na wasalimu katika jina la Bwana. Amen. Nimefurahi sana kurudi nyumbani. Haleluya. Mimi bwana nilikuwa mshirika na baadaye nikawa mchungaji wa vijana wa City Harvest. Kwa hiyo nikisema narudi nyumbani wengine mnaweza msielewe, lakini ni kweli kwamba na mimi pia kama akina Latsoni na mimi nilipitia kwa mzee huyu akanilea na sasa ni mchungaji kule Dodoma. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeye pamoja na mama tumekuwa karibu sana kabla hata hawajawa wachungaji na wala sisi hatujawa wachungaji. Na walikuwa ni mentors wetu. Wakati huo tunafanya huduma za mambo ya ndoa. Kwa hiyo ni watu wa muhimu sana kwangu mimi na mke wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hii connection ya nilionayo na City Harvest ni kubwa sana kwa sababu hata tulivyokuwa tunaanzisha hiyo kana kule Dodoma, ukweli ni kwamba support kubwa ilitoka hapa City Harvest. Bwana asifiwe sana. Na sasa tunayo hiyo huduma huko, lakini naona hii connection inaendelea. Sasa hivi hapa nina vijana wangu wa kiume 2, alafu na binti 1 na mjukuu 1. Kwa hiyo unaweza kaona kwamba bado nipo. Amen. Vizazi vitatu sasa. City Harvest. Bwana asifiwe sana. Amen. Nawaletea salamu kutoka kwa mke wangu na kutoka kanisa la TAG Kana kule Dodoma, na wameendelea kuomba pia kwa ajili yangu na kwa ajili ya huduma hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi nisichukue muda zaidi, ni kuombe tuende kwenye kitabu cha Danieli. Kitabu cha Danieli sura ya 6. Tusome ile Danieli sura ya 6. Biblia inasema, basi Danieli huyo alipata sifa kuliko wakubwa na watawala, kwa kuwa roho bora ilikuwa ndani yake, naye mfalme akaazimu kumweka juu ya ufalme wote. Basi mawaziri na viongozi wakatafuta sana kupata sababu za kumshtaki Danieli kwa habari za mambo ya ufalme, lakini hawakuweza kuona sababu wala kosa, kwa maana alikuwa mwaminifu, wala halikuonekana kosa wala hatia ndani yake. Ndipo wale watu wakasema, hatutapata sababu ya kumshtaki Danieli huyo tusipoipata katika mambo ya sheria ya Mungu wake. Baba, tunakushukuru kwa neno hili, tukiomba Bwana useme nasi kupitia maisha ya Danieli, nawe unitumie mimi pia kama chombo, maana unajua mahitaji ya watu wako mmoja mmoja, lakini pia kama kanisa, katika jina la Yesu, amen. Danieli ni kati ya heroes wangu kwenye Biblia. Sijui wewe una heroes gani kwenye Biblia, lakini mimi Danieli ni moja wa wale mashujaa. Yaani watu ambao wanani inspire, watu ambao najifunza mambo mengi sana kwao. Alafu kuna Paulo, Agano Jipya. Nampenda sana yale maisha yake, ile kazi yake. Kwa hiyo Danieli akiwa kwenye nchi ya kipagani, tunaona ya kwamba Mungu alimpa kupanda, alimpa kibali na mpaka akawa juu pale kwenye utawala kwenye ile nchi, akawa mmoja wa maofisa wakubwa kwenye ile nchi. Na tunamuona huyu Danieli
ishi sawa sawa na imani yake, pamoja na kwamba alikuwa upaganini. Hakutaka maisha yale ya ile nchi yamwathiri yeye, bali yeye ndiye alitaka maisha yake, imani yake ndiyo iathiri upaganini. Haleluya! Yeye ndiye aliyetaka kufanya nini? Kushawishi. Amen. Mwaka huu ni mwaka wa ushawishi, na mimi nataka nishindilie hapo hapo kwenye ushawishi. Haleluya! Kwa kutumia maisha ya huyu jamaa. Biblia inasema mahali tuliposoma kwamba yeye alikuwa na sifa kuliko. Biblia ya Kiingereza inatumia neno tunaweza kutafsiri kama alijitofautisha na wengine. Haleluya! Alijitofautisha. Tunamuona hata sura ya kwanza alijitofautisha, kwa maana ya kwamba kawaida ya wakati ule ilikuwa unapokuwa recruited kuingia Ikulu na kufanya kazi Ikulu, ilibidi lazima upitie mchakato fulani, na huo mchakato ulikuwa ndio namna katika maisha yale na katika nchi ile ulivyotakiwa qualify, kupata sifa ya kufanya kazi Ikulu. Ile namna, kwa sababu ilikuwa inakinzana na imani yake, yeye akasema niacheni na imani yangu, lakini niambieni mnataka nifanye nini, mimi nitafanya, lakini sitakwenda kama mnavyotaka nyinyi. Ulimwengu wenu na mimi ninakuja, Danieli, na ulimwengu wangu na utamaduni wangu. Nyinyi mnao wa kwenu, lakini nimekuja na utamaduni wangu unaoambatana na imani yangu. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine nitakwenda kinyume na utamaduni wenu. Na kwa sababu hiyo na mimi nataka kuongea kichwa kisemacho wajibu wa kuishi kinyume na ulimwengu. Ulimwengu kwa maana ya aina ya maisha fulani. Bwana Yesu asifiwe. Tungekuwa tunatumia Kiingereza tungesema culture, kinyume na culture fulani. Leo tuna culture mbalimbali na tunalazimika, tunao wito wa kwamba kila mahali unapokwenda, kwa sababu kila mahali unapokwenda, ukienda kazini kuna kaulimwengu ka culture, ka utamaduni ka pale kazini. Ukienda chuoni kuna utamaduni wa chuo, kuna ulimwengu, kwa sababu utamaduni ni aina ya maisha, aina ya kufikiri, aina ya mienendo inayotegemewa pale unapokwenda. Na wito tulionao, wajibu tulionao kama watu wa Mungu ni kuishi kama Danieli. Watu wajue kuna mtu hapa yuko tofauti na sisi, na mambo yanayoendelea anaenda kinyume kwa sababu ya imani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tukimwangalia Yesu mwenyewe alilitaka sana hili. Hata kabla ya kuondoka ilibidi atuombee kwamba watu wake, watoto wake, tuweze kuishi kinyume na ulimwengu. Kwa sababu injili inatudai tuishi maisha kinyume na mitazamo
ya kidunia. Kweli si kweli? Anasema hivi kwenye Yohana 17 mstari ule wa 14, anasema mimi nimewapa neno lako na ulimwengu umewachukia, kwa kuwa wao si wa ulimwengu kama mimi nisivyo wa ulimwengu. Haleluya. Hapa Yesu anatuombea kwa sababu tunao wito wa kuishi ulimwenguni, lakini sio kuwa wa ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutaishi ulimwenguni, lakini hatupaswi kuwa wa ulimwengu. In the world, but not of the world. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu katika maombi yake ya mwisho, maombi yale ambayo yalibeba yale mambo mazito mazito ambayo aliyawatamania watu wake, mojawapo ilikuwa umoja. Akasema, Baba, uwajalie kuwa na umoja ili ulimwengu ujue kwamba nimewatuma mimi ni watu wangu. Lakini kitu mojawapo ilikuwa ni hicho, kwamba wako ulimwenguni, lakini Bwana, wasije wakawa wa ulimwengu. Lazima waende tofauti, lazima waishi maisha ambayo yataonyesha wao wako tofauti. Haleluya. Na huo utofauti wao, kwa maana kwamba wao wasije wakaenenda sawa sawa na ulimwengu. Nadhani ndicho Paulo alichokuwa anasema pale Warumi 12, si ndio jamani? Warumi 12:2 anasema, wala msifuate kanuni za wapi? Dunia hii. Pamoja na kwamba mko wapi? Duniani. Lakini ziko kanuni, iko mitazamo, ziko imani ambazo zinatuzunguka. Popote ulipo kuna utamaduni fulani ambao hizi tamaduni zimegawanyika kwa utafiti wangu mara 2. Kuna hizo tamaduni na hiyo mitazamo ambayo ni dhambi. Kwa hiyo hatutakiwi kuenenda katika hayo. Lakini kuna hizo tamaduni na hizo ulimwengu ambazo na mitazamo ambayo sio dhambi, lakini inaweza ikakunajis, ikaathiri imani yako, inaweza ikadhoofisha imani yako, hata kama kwa kuonekana sio dhambi. Inaweza ikakufanya usienende kwenye ile njia, yale mapenzi ya Mungu, japo kwa muonekano. Na zingine huwa ni za makabila yetu. Si kila kabila ina tamaduni zake na namna yao ya kufanya mambo. Maana ndio maana ya utamaduni, namna ya kufanya mambo. Kwa mfano katika utamaduni wetu sisi Wasafwa, moja ya namna ya kufanya mambo, unapofikia kuoa kijana lazima kwanza uwa consult wazee. Wazee ndo wakwambie umuoe nani. Sasa mimi nilikuwa na huyo mama yangu, alikuwa ameshika sana huo utamaduni. Alipoona nimesoma, nimekuwa chuo kikuu, sasa nimemaliza, anajua hapa huyu sasa ni kuoa. Alafu akanitafutia mdada. Haleluya. Akanitafutia, akaniambia, mwanangu, najua sasa muda ndo huu na nini. Mimi sikulazimishi, lakini yupo hapa ambaye naona atakufaa. Sasa mimi kabidi nimwambie, mama, unajua sasa mimi nimeokoka na nini, sasa yeye mbona hajaokoka? Nikajitetea. Akanisikiliza, hakuongea sana, akasema
Halafu baada ya muda, mama alikuwa smart sana. Sijui alifanyaje, akatafuta mdada mlokole ambaye na yeye amesoma, akaniambia huyu alikuwa anaitwa Beatrice, na alikuwa mrembo, tuseme cha ukweli. My mother was very smart. Sasa akaona hapa nimempata. Sasa mimi pale ikabidi sasa niende gia nyingine, nimwambie mama, unajua sisi lazima uongozwe na Mungu. Aelewe naongozwe na Mungu ndo nini, lakini ikabidi nimweleze sisi inabidi uongozwe na Mungu, sisi nini na nini. Sema nini? Huyu ameokoka? We msomi, huyu sio msomi? Na yeye msomi mama. Sasa akaona si tuliwasiliana kwa simu, sisi tulikuwa wakati huo. Baadaye akatumia gia nyingine, nikaandikiwa telegram siku moja, niko Arusha nafanya kazi, nimetoka kumaliza chuo, alafu niko Tafes kama staff kule kaskazini. Nikaona telegram, siku hizo ilikuwa ni telegram: njoo nyumbani haraka, mama mgonjwa sana. Soma ile telegram. Telegram zilikuwa zinashtua hizo, ikabidi nifunge safari huyo Mbeya. Kufika kule, unapokwenda nyumbani kwa wazazi wangu, unapita sokoni. Sasa niko naenda kumuona mama, naenda kumama na nipite sokoni haraka, mama mgonjwa. Nikakuta mama ameshika kikapu, yuko sokoni, anafanya shopping. Alafu akasema, wagonjwa wako sokoni. Nikakuta ameshaandaa vikao, kumbe aliniita ili nifanyiwe vikao. Nikapigwa vikao pale, ikabidi nijieleze, kujieleza. Ni utamaduni umekaa, sio dhambi, lakini yanaweza kukukosesha mpango wa Mungu kama sio mapenzi ya Mungu. Angalia sana hizo tamaduni zenu, zingine zitawakosesha mpango wa Mungu. Unajua hata kwenye ndoa ukiishi sawa na utamaduni, kwa sababu kwa mfano sisi utamaduni wetu, yani hutakiwi kula meza moja na mwanamke, wanawake kule, wanaume kule. Nisiende sana, lakini ni tamaduni ambazo tunapojifunza kwenye maisha ya Danieli, tunaona haikujalisha kwamba ni nani ametaka maisha yawe kwa namna fulani, hata kama ni mfalme. Kwa sababu mfalme ilikuwa akiamua kitu chochote wakati huo, una hali mbaya sana ukienda kinyume. Si mnaona walitupwa kwenye tundu la sindano, tundu la simba, kwenye tundu la. It was a serious matter. Haijalishi utakosa nini, kama ni lazima uende kinyume, nenda kifanya kinyume. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili tuweze kushawishi ulimwengu. Ulimwengu ndio utufuate sisi, sio sisi tufuate ulimwengu. Ndio maana kama nilivyosema, Paulo anasema wala msifuatishe. Mungu atusaidie sana. Ni kitu cha kawaida sana leo hii kufuatisha namna ya dunia. Hatutaweza kuwa na ushawishi ambao Mungu anautaka kama tunataka kwenda kama dunia.
kama tunataka kwenda kama utamaduni wa namna fulani ama aina ya maisha ambayo labda ipo maofisini kule, kwamba huwezi bila kuhonga, kwamba huwezi bila kudanganya, kwamba huwezi bila kufoji, hiyo tayari ni aina ya utamaduni. Hiyo tayari ni aina ya mitazamo, kwamba ukiwa kazini you must do this, ni lazima ufoji. Ni lazima ukifika saa 2, kwa sababu unatakiwa ukifika saa 1:30, inabidi uandike saa 1:30, wakati ukweli umefika saa ngapi? Saa 2. Ni utamaduni. Alafu mtu anatafsiri utamaduni, anasema hivi, ni vitu vile unavyovifanya bila kufikiri. Sasa kwa nini tufanye bila kufikiri jamani? Ni aina ya maisha ambayo unajikuta unafanya wakati mwingine bila kufikiri, kwa sababu ndivyo mambo yalivyo pale ulipo. Mitazamo ya watu wanaotoka Afrika na kwenda Marekani, ni mitazamo ni kwamba ukifika Marekani tafuta kila namna usirudi Afrika. Ni mtazamo. Ni mtazamo. Mimi nimeenda Marekani nikapata muujiza na familia yangu ikaja. Kuna tu mzungu mmoja, sijui alipata wapi huo ufunuo, akaambia nataka, akaenda ofisini kwenye administration, akasema nipatieni wa Afrika ambao wako kwenye wana familia lakini familia zao haziko huku, nataka niwabariki. Sina mimi nikafuatwa. Familia yangu ikanifuata Marekani. Nilikuwa nimekaribia kumalizia karibu I think 1 year or something. Lakini nikakubali hiyo offer, ili familia yangu ije kuosha macho Marekani. Ilipofika muda, Mungu hakusema na sisi kubaki Marekani. Mungu alisema na mimi kurudi kumtumikia Afrika. Nilifuatwa na Watanzania na Waethiopia. Yani wewe, hii bahati watu wanaitafuta, tena umekuja na watoto, bahati gani? Unarudi Afrika kufanya nini? Mtazamo ni katika ulimwengu wao. Sisi tukawaambia tunarudi Afrika kwa sababu tunatamani kufuata mapenzi ya Mungu kuliko utamaduni. Kubaki Marekani kwani dhambi? Sio dhambi. Je, kila aliye Marekani ni mpango wa Mungu? No. Kama kuna watu ambao wangekuwa na halali ya kupata mpango Marekani, ni mimi ningeweza. Nilikuwa teaching assistant Oral Roberts University. Ningeweza. Lakini hatuendi namna hiyo. Ndio maana Yesu alibidi atuombee. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa sababu kuna watu wanamisi mpango wa Mungu kwa sababu ya kuenenda kama dunia inavyotaka, kuenenda sawa na tamaduni za mahali fulani. Binti anaingia chuoni, anaona kila mtu ana mtu wake, mpaka yeye akijitazama anajiona yani amefirisika sana kwa sababu hana mtu. Ni utamaduni.
wa chuoni lazima ukue na mtu wako. Unaona kila mtu ana mtu wake. Amekaa kwenye kimbweta na mtu wake. Saa ingine yani mahaba ya kiwazidi wanalishana na ndizi. Yeye amekaa pale macho makavu, hana mtu wake. Huyo naye anatafuta mtu. Na hawa maboyfriend saa ingine hata hana mpango wa kukuoa. Ile ukitaka awe mtu wako anakubali. Mume Kwa hiyo utakamata huyo anayetaka uwe mtu wake. Vijana wengi wanamisi mpango wa Mungu, wanajichafua kwa sababu ya culture ya chuo. Nani akwambia ili uje uolewe mpaka yani ukiwa chuoni uwe na mtu akubusubusu na kukushikashika? Ukirudi nyumbani nako lazima uwe na mtu akushikeshike, akubusubusu. Na ukienda kazini uwe na mtu akushikeshike, akubusubusu. Jamani, utakuwa umeshikwa na kubusubusiwa mara ngapi mpaka unakuja kuolewa? Wakati mpango wa Mungu anayetakiwa kukubusu ni mmoja tu na kukushikashika ni mmoja tu. Kwa hiyo kama kuna uhusiano unakuruhusu wewe kufanya hayo mambo, you are wrong. Lazima uende kinyume nao. Haleluya. Subiri mkaka ambaye atakuja na kusema, dada, nataka nikuoe. Alafu kaka mwenyewe huyo anatakiwa awe ameokoka. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Mungu mwema. Haleluya. Mimi nilikataa kwenda sawasawa na kabila yetu ya Kisafwa ya kutafutiwa kinyume na Mungu. Nikapata mdada mmoja poa sana. Yesu akanipatia. Ila nilipata shughuli, kazi nilipata. Maana alinikataa, ikabidi na niendelee kuomba sana, kufunga sana. Vitu vya Mungu saa nyingine gharama. Yaani mama alishaniandalia mdada, msomi, mrembo, Msafwa. Nakuja huku kwa Mungu, ngoma nzito. Lakini sasa Mungu hatuahidi vitu rahisi tu, si ndio jamani? Kwa hiyo Mungu aliingilia kati. Bwana asifiwe. Baadaye akaja kusema naye. Maana mtumishi wa Bwana niliendelea kubaki tunasema, Bwana, najua wewe umenipa. Huyu ndo wangu. Umeshasema na mimi. Nimekuthibitisha. Haleluya. Wewe Bwana husemi uongo. Nilipigia Biblia mistari yote inayosema Mungu hasemi uongo. Mungu hadanganyi. Mungu habadiliki. Akisema amesema, mistari yote Biblia yangu. Na kweli Bwana Mungu hasemi uongo. Nikasema kama hii sauti inayonisikia itabaki, na mimi sioi mpaka nione yule dada anaolewa. Alafu siku hiyo navaa suti. Nilikuwa na imani ya moto. Nikasema siku hiyo navaa suti kabisa. Si wanasemaga nani siji nini. Yaani mimi pale sio kwamba nilikuwa ninapanga niseme mimi. Yaani kimbunga kitokee tu kitokea chochote pale cha kusababisha niseme mimi. Lakini Mungu alivyo mwema, kimbunga kikaja kutokea kabla. Hicho kimbunga kikafanya yale mambo yaliyokuwa naendelea kwenye maisha ya mke wangu. Baadaye na yeye akajua kwamba huyu kumbe ndio mpango wa Mungu. Huyu kaka inaelekea ameletwa na Bwana. Haleluya. Baadaye ndo tukaja kukubaliana 2.5 years I think later.
Sasa jamani, wadada wamekuzunguka, alafu nilikuwa na umaarufu wangu mimi jamani, wadada nao umeelewa, shule ninayo nzuri, sijui nini, kiongozi wa fellowship, yani weacha tu. Kwa hiyo watendwa pale waliookoka wazuri, wamejaa roho, yani kabisa ningeweza kuwaoa. Hallelujah. Of course mmoja, huwezi kuwaoa wote. Lakini sasa ikabidi nisubiri mpaka Mungu alipokuja kusema naye, leo tunamtumikia Mungu pamoja. Hallelujah. Na Bwana ni mwema kwetu. Ni nini ambacho kitakufanya badala ya wewe yani kitakufanya ubao? Maana Yesu mwenyewe aliambiwa, ukinisujudia nitakupa. Wengi wanaopata magari, wanaojenga nyumba, wengi ambao wanakuwa na mali, wanamsujudiaga shetani. It's a culture. Mpaka wanaopandishwa vyeo, wapendwa, wanaenda Bagamoyo, wanaenda Sumbawanga, wanaenda huko kwenye kwenye nini, bahari. Kama dada mmoja akaambiwa, wewe, maana kaona wenzake biashara zao zinashamiri, sini nani. Sasa anasema, jamani, mbona mimi, yani wateja wanapita kwake, wanamwangalia, anaenda kwa jirani, ananunua, mwingine anapita. Akauliza, akasema, wakamwambia, yani wewe kwani umefanya chochote? Akamwambia, chochote. Ambia, si wakamwelekeza jinsi ya kwenda baharini, alafu unabeba nini, alafu unavaaje? Kwa sababu ulimwengu huo wa mafanikio una involve hicho kitu. Kwa hiyo inabidi na akaingia kwenye huo ulimwengu, wakati sisi tunatakiwa tusizifuate. Si akaenda baharini na jamani, wewe umeokoka, unakubali jirani zako wakushawishi badala ya wewe kuwashawishi waje kanisani. Ndicho Yesu alichotuombea. Hallelujah. Tusiwe watu wa namna hiyo, kwa sababu tunaweza tukajikuta mahali pabaya. Lakini Mungu ni mwema. Danieli, tujifunze mambo machache ambayo yalimfanya aweze kufanikiwa. Namba 1, utafanikiwaje kutofuatisha namna ya ulimwengu, kutimiza wajibu wako wa kwenda kinyume na ulimwengu? Namba 1, tunajifunza kwa Danieli ni kwamba alikuwa ni muombaji. Hili jamaa lilikuwa linaomba. Ndio maana tunasoma sura ya 6 kwamba lilikuwa kila siku mara 3 linapiga magoti, linaomba kwa Mungu kila siku. Nahisi alisema, niko ugenini, niko nchi ya upagani, nitaishije nchi ya upagani bila kumwalika Mungu, bila kutafuta uso wa Mungu? Likaamua kuwa linaomba 3 times a day. Hallelujah. Siku moja watu wanahangaika
Mfalme ameshawatishia wale wote waonaji, wachawi, waganga na maafisa wa nchi ile ya upaganini. Wakaambiwa msipotafsiri ndoto mmekwisha. Wao wanahangaika. Akaambia kuna nini? Bwana mfalme anataka tafsiriwe ndoto, alafu ndio hivyo tena hakuna anayeweza kutafsiri. Akasema mwambieni naomba niongee naye. Unajua kuna vitu vinaweza kupeleka kwa wakuu hata kama hawataki kukuona. Si unajua kuna watu wanadharau sana waliookoka, alafu akiuguliwa binti, karibuni sana. Sawa. Akaenda akamwambia mfalme, nimesikia hiki na akasema nimeota ndoto, alafu iko hivi na hivi, alafu mimi nataka itafsiriwe, alafu eti watu wananiambia si nini na nini, kesho wote vichwa hamna. Akaambia yule alikuwa anaongea na yule ambaye alikuwa ametumwa. Akamwambia okay, nipeleke. Sasa nadhani ikawa ni appointment. Wakati wa appointment, Biblia inasema sura ya pili ile, soma sura ya pili mstari wa 17 na wa 18. Danieli anasema akaenda kwa wale marafiki zake, akasema wazee, tupige sala hapa. Haleluya. Natakiwa nitafsiri ndoto ya mfalme, na kwa sababu Mungu anajua yote, hebu tumuombe. Haleluya. Jamaa akaingia kwenye maombi. Halafu usiku Danieli akashangaa, ile ndoto yote imekuja. Anaenda kwa mfalme, alimiminika kama maji ile ndoto yote, akaitafsiri. Maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Saa ingine jamani, shida yetu kukosa maombi. Mtu unafikiri ukijitoa mwili wake kwa profesa ndio utafaulu. Huna maombi wewe, omba, funga kwa ajili ya mitihani uone kama Bwana hajakutokea. Shida hamuna, watu hawana maombi, kwa hiyo inabidi watumie njia za kimwili. Mungu atusaidie sana. Lazima tufikie mahali pa kujua pasipo yeye hatuwezi neno lolote. Lazima tufikie mahali pa kukubali hii haitoki isipokuwa kwa kufunga na kwa kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Ndio mtindo. Wewe unataka ujifunze wapi? Uende chuo cha Biblia kujifunza kwamba wanafungaga. Biblia imejaa mifungo kuanzia Agano la Kale. Mifungo. Wewe unataka ufunule wapi? It's a way of life. You know what? As a believer, lazima, yani mifungo inatakiwa iwe mtindo wa maisha. Wewe mpaka utangaziwe, alafu wakitangaza unanuna. Yaani hata ukitangaziwa mfungo wa kanisani unanuna. Utafunga wa kwako. Lakini look here. Hii dunia it's hostile. Hii dunia haina urafiki na watu wa Mungu. Hii dunia inahitaji watu yani ambao wako tayari kupambana nayo. Haiwezi kukuchekea hata siku moja. Maombi. Haleluya. Jambo la pili tunalojifunza kwa Danieli ni kudhamiria moyoni. Maana ile sura ya kwanza mstari wa 8 anasema hivi, Danieli 1:8 anasema, lakini Danieli baada ya kwamba ameambiwa mambo ya kufanya ambayo yangemnajisi, Biblia inasema lakini Danieli aliazimu moyoni mwake ya kuwa hatajitia unajisi. Haleluya. Unajua wakati mwingine ni kuamua tu. Sikubali. Bwana asifiwe sana. Saa ingine ni kwa sababu hatujadhamiria.
Kwa sababu kwa mfano siku za leo kuna utamaduni ambao yani unaendelea, kitu cha kawaida sana. Mama yuko Dar, baba yuko Mwanza. Mama yuko Mbeya, baba yuko Zanzibar. Sasa tufanyeje? Ndio maisha ya siku hizi. Unajua kazi tena hazipo. Unajua watoto wanahitaji wale wanywe. Tutafanyaje tuking'ang'ania kuishi pamoja? Jamani, kuishi mbalimbali mkiwa mmeoana dhambi? Sio dhambi, ila ni hatari. Ila sio mpango kamili wa Mungu. Biblia inasema atamwacha baba yake na mama yake, ataambatana na mkewe. Zanzibar, Mwanza, maambatano hapo yapo ya. Ulimwacha mama yako wa nini? Si ungebaki kwa mama? Unajua mimi na waelewa ambao anaanza kazi sawa, wamepewa, lakini naamini nachotaka kusema ni kwamba usije ukaridhika, yani do something about it. Nenda kafanya kazi, lakini usiridhike. Fanya kitu. Bwana asifiwe. Tafuteni kazi, ombeni, fungeni. Haleluya. Sasa kwa sababu wengi hawajadhamiria, inakuwa rahisi sana. Lakini aliyedhamiria, kama binti mmoja akasema, mimi sitaki kabisa, mume wangu yuko mbali na mimi, sitaki kabisa, haya maisha siyataki, nimekubali kuolewa, nataka nikae na mume wangu. Alikuwa afanya kazi Morogoro, mume wake yuko Zanzibar. Wakaomba, wakatafuta kazi, au mume wake aje huku bara au yeye aende. Kwa amechakalika karibu mwaka sijui uliisha, hamna. Sasa kwa sababu alidhamiria akasema, mimi naenda Zanzibar. Akavuka maji, yuko Zanzibar kwa mume wake. Huku wanaendelea kumwamini Mungu kwamba Bwana, tunajua mpango wako ni kuishi pamoja kama mke na mume. Hii mambo ya kuishi mbalimbali, Bwana tusaidie. Wakaomba kwa sababu alidhamiria yule binti. Siku moja ameingia benki moja, mfanyakazi wa benki akamwambia, hebu njoo dada, hivi unajua hapa kuna nafasi za kazi? Akamuulizia vizuri, akamwelekeza namna ya kufanya, akafanya. Long story short, akapata kazi benki. Haleluya. Hujadhamiria tu, dhamiria moyoni kwamba simruhusu kijana yeyote, simruhusu binti yoyote kuniondolea bikira. Haleluya. Kudhamiria. Kule Marekani kuna watu wana ministry ambayo inazunguka, wanawataka vijana waweke commitment. Yani wanawafundisha halafu wanawataka wajaze kwamba wadhamirie kwamba hawatakutana na mwanaume au mwanamke mpaka atakapoolewa. Wanachotaka nini? Ni kuwafikisha mahali wadhamirie, kwa sababu there is power in determination. Kuna nguvu kwenye kudhamiria. Bwana asifiwe. Sasa tunapomwona Danieli anaweza akafanikiwa kwa sababu ya kudhamiria, na Mungu ni yule yule. Mungu wa Danieli ni Mungu wako, hajabadilika. Aliyemwinua Danieli kwenye nchi ile ya kipagani hajabadilika, ni yeye yule jana, leo, hata milele. Yule Mungu aliyemsimamia Danieli hakuliwa na simba kwenye tundu la simba wakawa marafiki. Mungu ana uwezo wa kukutendea, maana hajabadilika.
Bwana Yesu asifiwe. Aina za simba zitabadilika, lakini Mungu anayenyamazisha simba habadiliki. Kama simba atakuwa bosi wako, kuna siku ataminywa tu. Kuna siku yeye mwenyewe ndo atataka urafiki na wewe. Bwana asifiwe. Jambo la tatu ambalo tunajifunza kwa Danieli ni ufahamu wa sahihi wa Mungu na neno lake. Kulijua neno la Mungu, kumjua Mungu. Haya majamaa yalikuwa yanamjua Mungu. Unajua ile sura ya 3, wakati ambapo walitishiwa kwamba, sio kutishiwa, walikuwa hawatishiwi wale jamaa. Ilikuwa imeagizwa ambaye hata abudu sanamu iliyosimamishwa hawezi kupona, atapata tabu sana, atatupwa kwenye tanuru la moto. Lakini sura ya 3 mstari wa 16 mpaka 18 Biblia inasema, ndipo Shadrach na Meshach na Abednego wakajibu wakamwambia mfalme, Nebukadneza, hamna haja kukujibu katika neno hili. Kama ni hivyo, Mungu wetu. Napapenda sana hapo, Mungu wetu, manake tunamjua Mungu wetu tunayemtumikia aweza kutuokoa na tanuru liwakalo moto. Lakini pia hawakuishia hapo, wakasema tunamjua huyu Mungu kwamba wakati mwingine anaweza akaturuhusu. Haleluya. Wakati mwingine kwa sababu zake anaweza akakuruhusu. Lakini wakasema hata hivyo, Bwana asifiwe, kama anasema ya kwamba naye atatuokoa mkononi mwake, bali kama si hivyo, ujue mfalme, ya kuwa sisi hatukubali kuitumia. Manake sisi pamoja na kwamba tunamjua Mungu hivyo, lakini pia tumedhamiria hatukubali. Mungu atusaidie sana, ili wewe na mimi tufikie mahali tuweze kufanya wajibu wetu wa kuishi kwa ushawishi utakaowaelekeza watu kwa Mungu, na wala sio ulimwengu kutushawishi sisi kuenenda sawasawa na kanuni zake, kwa sababu Mungu anakutegemea wewe na mimi kutembea katika maisha ya ushindi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata Yesu Kristo alipokuwa anasema, unajua ile hotuba ya mlimani, ile hotuba ya mlimani ilikuwa ni kueleza mitazamo ambayo inategemewa kuwa kwa watu wa Mungu. Pale ukisoma vizuri utaona kuna vitu vingi sana vilikuwa vinakinzana na mitazamo ya dunia. Haleluya. Ambayo ndio maisha yetu. Mungu atusaidie sana. Wapendwa, matokeo ya kutembea kwa kutofuata namna ya dunia, nitakwambia moja tu, kwa sababu hilo linafanya yote. Unajua pale tuliposoma anasemaje? Mfalme alifanyaje jamani? Anasema hivi, mstari ule wa 3, basi Danieli huyo alipata sifa kuliko wakubwa na watawala, kwa kuwa roho bora ilikuwa ndani yake, naye mfalme akaazimu kufanyaje? Kumweka juu ya ufalme wote. Huyu ndio Danieli aliyekataa kula chakula na mvinyo huko nyuma. Huyu ndio Danieli ambaye hatii amri za kuenenda sawasawa na utamaduni wao. Lakini Mungu ni wa ajabu. Ukisimama, Bwana atakuinua, Bwana atakutetea, Bwana atakupa
nyumba, atakupa gari. Haleluya! Sio lazima uhonge. Bwana atakupa mume, atakupa mke. Sio lazima. Kwanza umkubalie mwanaume akutane na wewe kwanza, ndio ajifikirie kama akuoe. Mwambie to hell. Bwana atakupa. Haleluya! Hii ni ahadi ya Mungu. Bwana atakuinua. Kuna mtu mimi aliwahi niambia utakufa maskini, kwa sababu nilikuwa nasimamia pesa nyingi. Alafu anaona siibi, sichukui, hawaiti kuiba. Kujiongeza. Akaona sina, akasema utakufa maskini. Lakini tulikuwa tumeamua na mke wangu hatuchukui hata senti 5, kwa sababu ndio mtazamo wa kimungu. Hata kama ukiletewa mahela mengi, hata kama hawaji kufanya auditing, wengine mnaogopa maauditor. Hata kama I won't be audited, lakini natakiwa niwe mwadilifu. Haleluya! Niwaambie kitu. Sijui mwaka mmoja yule jamaa alikuja kukopa hela kwangu. Yule aliyesema nitakufa, maana yake mimi saizi nimeshainuliwa. Mtu asikudanganye bwana. Simama basi nikuombe. Haleluya! Mungu atakuinua. Mungu atakutetea. Mungu atakupigania. Huhitaji kwenda kwa waganga ili upate mtoto. Huhitaji. Bora ubaki hivyo hivyo. Uwe kama hawa vijana watatu. Hata kama nisipopata mtoto, shetani sitakuangukia. Haleluya! Nataka kuomba na wewe. Fumba macho pale ulipo. Yawezekana uko hapa na unasema kweli kuna jambo hili mbele yangu linakaribia kuninajisi, linakaribia kunifikisha mahali pa kukosa mpango wa Mungu, mahali pa kunifanya niende kinyume na mapenzi ya Mungu. Lakini nataka Mungu unitetee, unipiganie. Kama ni wewe, njoo taratibu hapa mbele. Kuna upako wa Mungu wa kukuwezesha kwenda kinyume na kawaida za dunia hii. Njoo mbele taratibu, toka pale ulipo. Tunataka tuombe na wewe. Bwana akutie nguvu katika ujana wako, ushinde katika ujana wako, uibuke mtu ambaye yeye ndiye anayeshawishi watu kumfuata Mungu, badala ya yeye kushawishika kwenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Roho ya ujasiri iko hapa. Ujasiri wa kusimama na kusema liwalo na liwe, nitayafanya mapenzi ya Mungu. Mungu atakuvika ufahamu, atajifunua kwako ili vitu vyote uone havina maana, ili lile jaribu uone halina maana, ili kile kitu anachokileta shetani kwako kinaonekana ni chenye cha maana sana. Atajifunua kwako uone uhalisi wa hicho kitu. In the name of Jesus. Tuendelee kuomba. In the name of Jesus. Wewe uliyeko nyuma, nyosha mkono wako huku mbele. Tushirikiane wote. Tunatakiwa tuunganishe imani zetu, ili hawa wapendwa walioko hapa mbele
Bwana awape kushinda, Bwana awape kusimama. Shetani aliyoyakusudia, mipango yake leo inasambaratika. Wanakwenda kuwa washindi, wanakwenda kuwa mabinti watakaoishi katika usafi wote. Wanakwenda kuwa mabinti ambao watasema liwalo na liwe, sitakubali kupunguza thamani yangu. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu, pokea roho ya ushindi. Pokea ujasiri wa kusimama kinyume cha mapenzi ya yule adui. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu, Bwana akuwezeshe kukataa kila namna ya vishawishi. Bwana akuwezeshe kutojali gharama utakayopata kwa kuyafanya mapenzi ya Mungu. Akuwezeshe in the name of Jesus. Akuwezeshe. Pokea nguvu ya Roho Mtakatifu sasa, in the name of Jesus. Receive, 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 receive. Pokea, 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 pokea kwa jina la Yesu. Wale wanafunzi wa Yesu kila walipokutana, Roho Mtakatifu alishuka katikati yao akawatia nguvu. Biblia inasema Roho Mtakatifu aliposhuka, mahali pale walipokuwa palitetemeka, wakajaa Roho. Na baada ya hapo walipata ujasiri. Roho wa Mungu shuka, Roho wa Mungu shuka, Roho wa Mungu shuka, Roho wa Mungu shuka, 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 in the name of Jesus, in the name of Jesus. Pokea nguvu, pokea nguvu, pokea nguvu, pokea nguvu, pokea nguvu, pokea, 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 pokea kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, kwa imani mwambie Mungu asante. Kwa imani endelea kusema asante Yesu. Kwa imani mwambie Yesu asante. Kwa imani mwambie Yesu asante. Kwa Yesu mwambie Yesu asante. In the name of Jesus, in the name of Jesus, mwambie asante. Pokea nguvu ya kushinda, pokea nguvu ya kusimama imara, pokea nguvu ya kwenda kinyume na kanuni za duniani. In the name of Jesus. Pokea, 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 pokea. Roho wa Mungu akukalie, Roho wa Mungu akukalie, Roho wa Mungu akukalie. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Receive in the name of Jesus. Pokea nguvu, pokea uweza, pokea uweza kutoka juu, pokea nguvu kutoka juu. Pokea, 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 pokea. Oriba sakayabo, randorobo sikarabosha, hikaraba kondorobo seta. In the name of Jesus, receive, 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 receive. Hallelujah, hallelujah. Bwana anajipatia, Bwana anajipatia watu watakaosimama, watu watakaokuwa msaada kwa watu wengine. Bwana anajipatia watu watakaosimama na kuwa msaada kwa mabinti wenzao. Bwana anajipatia vijana watakaokuwa na msimamo na kushawishi vijana wenzao katika jina la Yesu. Vijana watakaosimama imara katikati ya upinzani, vijana watakaosimama imara katikati ya vita. In the name of Jesus. Pokea roho ushindi. In the name of Jesus. Hallelujah. 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 Hallelujah.
kuomba kwangu, kuomba kwangu, nataka nane nawe Yesu, Hallelujah. Tupige Bwana makofi. yeah. Thank you Jesus.